yako sawa, karibu tuandamane nawe mpaka mwisho. Nikianza moja kwa moja ni kwamba mwanamume mmoja aliuawa katika kaunti ya Nyamira hiyo jana baada ya kupatikana na mahindi ambayo inakisiwa kwamba aliyachuma kutoka kwenye shamba la jirani yao. Nasemekana kwamba jirani alimpata na mahindi yale akapiga ukwenzi, ndiposa umati wa watu ukamvamia na kumuua kijana yule. Mwili wa marehemu umepelekwa katika hospitali kafani ya hospitali ya Nyamira, uchunguzi ukianzishwa. Na tukiachana swala hilo, wakati ambapo wakongwe wameanza kupokea pesa za Inua Jamii za takriban miezi 4, baadhi ya visa vimeanza kujitokeza katika kaunti tofauti tofauti, ambapo inatuhumiwa kwamba wengine wameanza kuuliwa kutokana na zile fedha za Inua Jamii. Kutoka katika eneo lile la Mtwapa, mzee mmoja alishambuliwa na kuuawa kisha kaibiwa fedha zake baada ya kuzipokea. Na vile vile kutoka kwenye eneo la Kwisero, kaunti ya Kakamega kule, mama mmoja aliuliwa kwa kile kinatuhumiwa kwamba ni kwa sababu ya fedha zile za uzee ama zile fedha za Inua Jamii. Na vile vile nikiachana swala hilo, Rais William Ruto jana aliongoza kufuzu kwa makurutu ama askari wa AP katika eneo la Embakasi kule Nairobi, ambapo vile vile alisisitiza kwamba serikali itajitolea na imejitahidi kuhakikisha kwamba wale ambao ni polisi ama idara ya polisi yote maslahi yao yanaangaziwa. Miongoni mwa yale mambo alizungumza ni kuhusiana na kupewa nyumba ama kutengenezewa nyumba za hadhi. Akazungumza kuhusiana na ile huduma ya matibabu ya NHIF, lakini ni swala ambalo limekuwa likivuta hisia tofauti tofauti, wakati ambapo Mkenya mmoja ameelekea mahakamani kuteta kuhusiana na ile kandarasi ambayo ilitolewa kwa kampuni za kutoa huduma za matibabu na si NHIF, akisema kwamba baadhi ya kampuni ambazo zilipata ile kandarasi ya matenda ni pamoja na kampuni za Britam pamoja na zingine, akisema kwamba angependa ile kandarasi iweko wazi na vile vile NHIF ipatiwe ile kandarasi badala ya kampuni za kibinafsi. Nikiachana swala hilo, vile vile Rais William Ruto aliahidi kuhakikisha kwamba usalama unalindwa hapa nchini ama maeneo yote hapa nchini ni salama, swala ambalo lilitiliwa mkazo na Waziri wa Usalama wa Ndani Profesa Abraham Kithure Kindiki hiyo jana katika eneo lile la Embakasi. Aliwataka polisi kuzingatia sheria katika utendakazi wao na kusema kwamba katika kaunti ya Nairobi anahitaji polisi kusaidia kupanda miche ya miti milioni 10 ili kuhakikisha kwamba ile ahadi ambayo alikuwa ametoa ya kuhakikisha kwamba anapanda miti bilioni 5 kati ama ndani ya miaka 5 inatimia. Na vile vile kuachana swala hilo, upasuaji wa mwili waliyekuwa mwanamitindo Ezra Chiloba, Konradhi sio Ezra Chiloba, anaitwa Edwin Kiptoo kwa jina la kiutani Chiloba, ulifanyika hiyo jana na kuongozwa na mwanapatholojia wa serikali Johansen Odor. Na baadhi ya yale ambayo yalitokea pale ni kwamba Chiloba alikufa baada ya kushindwa kupumua. Katika mazungumzo yake, Odor alisema kwamba kulikuwa na vipande vitatu vya socks pale kwenye kinywa chake, na vile vile kulikuwa na sehemu ya suruali yake ndefu kwenye mapua yake, vitu ambavyo anasema vilimzuia kuvuta hewa na vile vile kushindwa kupumua, kitu ambacho nasema kwamba kilisababisha kifo chake. Kwa wale ambao ni wazungu wanaitwa asphyxiation. Mtazamaji na msikilizaji, tukiachana swala hilo, watu 4 waliangamia katika ajali moja ambayo ilitokea katika kaunti ya Meru, ambapo watu zaidi ya 30 pia walipata majeraha makali, wengine majeraha madogo madogo, na wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali tofauti tofauti katika kaunti ya Meru. Na vile vile tukirejelea kwenye baa la njaa, kumbuka kwamba hata ingawa maeneo mengine yamepokea mvua
mvua ile ni chache na bado kuna maeneo ambayo hayajawahi pokea mvua, na hivyo wakazi wa maeneo yale hasa zile kaunti za kaskazini mashariki na kaskazini mwa Kenya, Wakenya wanaendelea kutaabika sana na baa la njaa, huku serikali ikiendelea kuweka mikakati tofauti tofauti kuhakikisha kwamba Wakenya wale wanasaidiwa na vile vile wanaokolewa dhidi ya baa lile la njaa. Nikiachana na suala hilo, kumbuka kwamba katibu katika ile wizara ya kushughulikia masuala ya wananchi Joseph Motari amebainisha na kusema kwamba lazima watu waendelea, wakongwe waendelee kuandikishwa, na kuandikishwa kule kutafanyika mpaka mwezi Juni mwaka huu, ambapo watu ambao hawatakuwa wameandikishwa kutawekwa kikomo kidogo kabla ya kurejelewa mpango huu. Kwa hivyo kama una mzee pale nyumbani mwenye umri wa miaka 70 kuendelea na yule ambaye anahitaji sana zile fedha za Inua Jamii, basi fuata maagizo na umuandikishe. Na kuachana na swala hilo, waziri wa habari na mawasiliano Eliud Owalo sasa anasema kwamba ametetea mchakato wa serikali wa kusambaza chakula cha msaada katika eneo la Nyanza, hasa katika kaunti tofauti tofauti, ambapo inasemekana kwamba hata ingawa kulinyesha mvua, mazao ambayo yalitoka shambani hayakuwa mengi. Kwa hivyo ni suala ambalo anasema kwamba wale watu ambao wanaingiza siasa katika mchakato wa kusambaza chakula cha msaada kule wawache kabisa, wakijua kwamba wajue kwamba wakati wa siasa uliisha, wakati wa siasa ulikamilika. Ni swala ambalo kutoka viongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya, baadhi yao kinara ODM Raila Odinga walikuwa wamekashifu, mbunge wa Unguja Opiyo Wandayi alikuwa amekashifu, lakini swala nasema kwamba wao hawapokei chakula cha msaada kwa sababu wanajiweza. Kwa hivyo waache wale ambao wanahitaji kile chakula pia kusaidika kutokana na kile chakula. Na vile vile kulikuwa na jana mazungumzo, tulizungumza hapa jana kuhusiana na kile kale equipment ka kupima ama ka DNA kale ambao kalitokea. Kuna conversation nyingi pale kwenye mitandao ya kijamii, lakini kumbuka kwamba kisheria hata kama umenunua pale dukani, umeenda umecollect sample, unahitaji sahihi ya yule ambaye kisheria ni mpenziwe ama ni mama ya watoto, ili uende kufanya ule uchunguzi wa msimbojeni kujua kama wewe kwa kweli ni baba yule mtoto au la. Mtazamaji na msikilizaji, acha niachie hapo niingie upande mwingine ambapo nitakuwa na watambua wale wote ambao wameingia katika kipindi cha leo cha Anza na Bwana. Lakini kwa sasa taarifa kwa ufupi tunakamilishia hapo. Tupatane tena katika kipindi kingine ambapo nitakuwa nakuletea taarifa kwa ufupi, lakini kwa sasa